Mwamba Juhu yuko katika uchunguzi kuhakikisha kwamba anakwenda kumfahamu Malaika Dani ni nani hasa, lakini aliweza kuzuiliwa na kiongozi wa Malaika akimwambia kuwa ni kitu gani unachokitafuta. Lakini Mwamba Juhu akuficha kitu hata kimoja, akaeleza tu kwamba amekuja kumpeleleza mwamba mmoja anayefahamika kama Dani. Huyu mchungaji akamwambia kuwa hatuna details zake hata kidogo. Yeye akawa ameingia mpaka ndani ya kanisa na kuanza kupeleleza. Kiongozi wa Malaika na mchungaji mkuu katika kanisa hili akamtokea mwamba huko ndani, akamwambia kuwa upelelezi ukizidi huenda ukawa na madhara. Mwamba Juhu akaona kwamba huyu mzee anaona kwamba labda yeye anatania, ikabidi kuchukua kile kifaa ambacho kiko katika meza, akataka kumpiga nacho kichwani, lakini mwamba akawa ametabasamu tu na kumbe kile kifaa kikageuka kuwa ua. Na baada ya malaika mkuu kugundua kwamba huyu jamaa ameweza kuona tukio hili, akataka kumfuta kumbukumbu, lakini huyu jamaa akawa anajiamini sana, akamshika mpaka mkono huyu kiongozi wa Malaika. Jamaa akaanza kujiuliza ni kwa nini huyu mtu mbona ni kama hana mashaka kabisa na malaika mkuu. Alafu kaka mkubwa alivyokuwa na mambo mengi akasema kwamba nataka unidhibitishie huyu jamaa ni malaika ama ni binadamu wa kawaida. Basi hicho tu ndo ninachotaka kufahamu. Akaondoka zake. Huku upande wa pili Malaika Dani ametembea mpaka amefika katika kijiji kimoja hivi ambapo huwa anaotaga ndoto kana kwamba amewahi kuwepo katika maeneo haya, na akawakuta baadhi ya wanakijiji hapa. Akawa anaulizia, je, kuna mtoto yoyote amewahi kuzama katika maji katika maeneo haya? Wakawa muelekeza nyumba ambayo mtoto alikuwa anaishi. Mwamba ikabidi moja kwa moja kuelekea mpaka katika nyumba hiyo, lakini hii nyumba ni kama ilikuwa imetelekezwa. Ghafla tu mvua ikaanza kunyesha, Mwamba akakimbilia ndani, na hapa aliweza kushuhudia kuna mtoto mmoja ambaye alikuwa analia sana na babake alikuwa amelewa, alikuwa anaingia ndani kwa hasira, na mtoto huyu akiwa amejificha kwa hofu. Babake aliendelea kumuinda na mwisho wa siku akawa ameweza kumkuta. Mwamba akashtuka kutokea katika ndoto, lakini alikuwa katika nyumba hiyo hiyo na ndoto anayoiota ni kama ina mazingira hayo hayo. Akafungua miongoni mwa viungu vilivyokuwa mbele yake, na katika kiungo hiki kimoja kulikuwa kuna kama kiboksi fulani hivi. Alipokifungua hichi kiboksi, ghafla tu kuna kumbukumbu zikaanza tena kurudi. Huyu msichana alikuwa anajua mateso yote ambayo bwana mdogo alikuwa anayapitia kutokea kwa babake, na siku ya leo alikuja kumtazama, lakini alipogundua kwamba dogo afungui mlango, akagundua kabisa kwamba dogo hataki kuonekana katika makovu ambayo amejeruhiwa. Akakichukua kile kiboksi akakitupia kwa ndani, na kisha akasema, kuanzia leo mimi na wewe sio marafiki tena kwa sababu hutaki kunifungulia. Bwana mdogo akatoka nje na kukichukua kile kiboksi, lakini alipokuwa akikitazama aligundua kuwa ndani yake kwa kuna picha ya urafiki wao. Mwamba alipozidi kufungua hiki kiboksi, ndipo akakuta kuna kimemo kimeandikwa Jion. Hapa ndo akagundua kwamba bidada Jion kumbe alikuwa ni rafiki yake kutoka walipokuwa wadogo. Mwamba alipoanza kuyagundua hayo akachanganyikiwa na akaanza kukimbia kuelekea katika bichi ambako aliweza kupiga picha ile pale akiwa yeye pamoja na bidada. Alipofika katika maeneo haya akashangaa kukuta kwamba bidada Jion alikuwa hapa hapa. Mwamba mpaka ile picha katika mkono wake ikawa imemwanguka. Bidada akamuuliza, wewe ni nani? Jamaa akajitambulisha kwamba yeye ni Dani. Akamwambia, kwa nini uliweza kuniacha? Bidada akawa amemwacha Mwamba hapo na kuondoka zake mbali. Na kumbe bidada naye alipokuwa ametoka pale alienda kuwatembelea wale wakina mama ambao Mwamba pia naye alienda kukutana nao, ndo akaulizia kwa habari za yule mtoto. Lakini naye alipoenda kuuliza akaambiwa kwamba yule mtoto alikufaga kipindi kirefu sana, babake alikuwa akimuonea zamani. Bidada akazidi kuzunguka katika kila maeneo yenye historia na kumbukumbu ambazo yeye alikuwepoga na huyo jamaa zamani, lakini alifika katika maeneo fulani vya bustani na jamaa akajitokeza na kuanza kumfariji bidada. Na huko upande wa pili katika kimgahawa, Mwamba Juhu akaweza kumfuma huyu Malaika Dani, na hapa akamshika katika mkono na kumwambia kuwa wewe si binadamu wa kawaida. Akamchana makavu kabisa akimwambia kwamba wewe ni malaika, niambie misheni yako kwa bidada ni ipi zaidi. Lakini Mwamba akauliza, wewe umewezaje kufahamu mambo ya kimbingu namna hiyo? Lakini jamaa akasema kuwa kaa mbali na bidada, kisha kaondoka zake. Bidada Jion akazidi kufanyia operation na taarifa njema zikaja kwamba bidada sasa hivi ana uwezo wa kuona. Na siku ya leo Mwamba Juhu kama kawaida yake akazidi tena kumsakama Mwamba na kumwambia kuwa kaa mbali na bidada. Hasa jamaa kutishiwa kwamba akae mbali na bidada, akaona huko kumezidi. Siku ya leo akamtembelea bidada akiwa anaona kabisa. Bidada akamsina kumwambia kuwa sitaki sasa nikutoe mbele ya macho yangu. Mwamba hakutaka kuongea maneno mengi zaidi, moja kwa moja akawa amemfuata bidada na kuweza kumkisi. Bwana we, hii kitu iliweza kushuhudiwa na Bathra. Wakaanza tulikuwa tunasalimiana, mnasalimiana kwa kukisiana. Basi bana, Bathra ni mtu mzima akawa ameelewa kwamba hawa sasa hivi ni wapenzi. Lakini siku ya leo mkuu wa Malaika naye alielekea katika hekalu, na hapa alikwenda kuchunguza juu ya Mwamba Juhu. Akaja kugundua kwamba kumbe huyu jamaa pia naye aliwahi kuwa ni malaika. Tena akamfuata na kuanza kumwambia kwamba uliwezaje kuwa binadamu wewe? Na nyakati za usiku akamfuata pale Malaika Dani na kumwambia kwamba kuanzia sasa hivi acha kabisa kumfuatilia bidada Jiani kwa sababu anastahili kumpenda mtu mwingine tofauti na wewe. Mwamba anasikia sasa, akakataa kabisa akawa ameondoka. Lakini siku ya leo ilikuwa ni siku ya mashindano ya mchezo wa ballet, na siku ya leo alimtembelea bidada na akamtia moyo na kumwambia kuwa utavaa kitambaa hiki, na kama ukiingia katika mashindano basi naamini kitakwenda kutia moyo zaidi. Na mtu wa kwanza ndani ya chumba kushiriki huu mchezo alifanya vibaya sana, lakini bado bidada alimpigia makofi. Ilipofika zamu ya bidada akagusa kile kitambaa kilichopo katika mkono wake na kisha akaanza kufanya performance. Ilikuwa ni bonge la event kwa kutokea, mpaka mwisho wa siku wote wakaanza kulia mpaka majaji. Na walipotoka katika mashindano bidada akiwa ni mshindi mkubwa sana, basi wakawa wanatembea katika mitaa. Kwa bahati mbaya sana zikasikika ngurumo za radi. Mwamba akamwambia bidada amsubirie hapo, yeye anakwenda kununua mwamvuli kwa sababu mvua itakwenda kunyesha muda si mrefu. Lakini ile Mwamba anataka kuvuka tu barabara, akashangaa kuna truck moja imeweza kupita, ile kugeuka nyuma bidada hayupo. Na kumbe mwanamama Sunja baada ya kugundua kwamba bidada ameshinda atapanda cheo katika ofisi, basi alikuwa
amemteka na kumweka juu kabisa ya ghorofa, na huko akawa amempigia simu mwamba mmoja afuate maelekezo yake. Na kaka jambazi baada ya kupokea maelekezo hakuwa na neno la kufanya zaidi ya kumsukumiza bidada aanze kuanguka. Wakati huo bidada anaanguka, hakuwa na mtu mwingine anayeweza kumkumbuka katika momenti hii ngumu, akawa anamkumbuka mwamba Malaika Dani. Na bidada wakati anaanguka, alipofika usawa wa ghorofa kama ya 20-30, moja kwa moja Malaika Dani akajitokeza na kuweza kumdaka bidada. Kwa mara ya kwanza bidada akaweza kumwona mwamba akiwa katika umbile la malaika. Bidada Jion alibaki amepigwa na mduao, akaanza kutaka kumuuliza mwamba wewe ni, lakini ghafla tu kuna mungurumo wa radi ukawa umepiga. Mwamba akaweza kumkumbatia bidada, na kumbe wakati huo mwamba juu alikuwa amefika eneo la tukio na kumwona mwamba ana mabawa. Na tena kwa wakati huo kulikuwa kuna mafande wengi sana walikuwa wamefika eneo la tukio. Kumbe mwamba juu alikuwa ameweza kumwona bidada akiwa ametekwa pale juu na akawapigia simu polisi haraka sana. Lakini kwa wakati huu tena polisi wamefika, wanashangaa kuona kwamba hamna mtu alianguka. Hasa mwamba akajificha ndani ya gari, ikabidi kuwazuga ama polisi na kusema kwamba alikosea namba, alikuwa ameona kama vile maruelue tu. Lakini huyu muuaji aliposhuka chini ya ghorofa akatazama umbali mpaka hapa na bidada hayupo. Kaka jambazi akasema hakika Yesu ni Bwana, kama mtu unaweza kupona kutokea pale juu mpaka hapa chini, hapana hiki kipengele. Huku upande wa pili Malaika Dani ameshambeba bidada na taratibu amemleta mpaka katika nyumba ya bidada huko. Hasa mtoto wa Sunja anayefahamika kama Runa akawa anampigia muuaji na kumwambia kwamba nini kinachoendelea. Jamaa akasema ni kweli nimemsukumiza bidada kutokea ghorofa ya mwisho kabisa, lakini ajabu ni kwamba bidada amepotea. Huyu mwanadada Runa akasema kuwa anahitaji tuongee na wewe pamoja uso kwa uso, lakini mwamba akasema kwamba mpaka nitakapokuwa nimemuua bidada ndakuja tuweze kuongea uso kwa uso. Basi bana, huko akiwa amelala nyumbani mara ghafla taa ikazima. Malaika Dani chap akashtukia kwamba hapa kuna hatari, huenda muuaji amekuja tena kumtafuta bidada. Basi akawa anazidi kuzugazuga hapa ndani na mwisho siku akaweza kuwasha taa, lakini muuaji tayari kitambo alikuwa ameweza kuondoka na alikuwa anaenda kukutana na bidada Runa. Hasa bana, mapema na alfajiri pameweza kukucha, bidada hutakaa uamini ameamka amesahau kila kitu kwamba siku ya jana aliweza kutekwa. Jamaa akabaki anashangaa hivi nini shida ambayo imeweza kumtokea bidada mpaka sahau tukio la jana usiku. Lakini bidada kujitazama katika mikono yake anagundua kwamba ni kama kuna mtu alikuwa amemfunga na kamba alikuwa amemkaza, ila akawa amepotezea tu. Lakini mapema na alfajiri huku Bathra yuko kukusanya walinzi na akisema kwamba walinzi wengine waweze kuongezeka. Bidada akaanza kushtuka kwamba hivi nini ambacho kiliendelea siku ya jana, kwa sababu naona kwamba mnapanga walinzi, huenda kulikuwa kuna shida. Lakini mwamba Malaika Dani hakuzungumza kitu chochote kile na kusema kwamba hapana, jana ilikuwa ni siku yako ya kawaida tu. Lakini mwamba Malaika Dani akatembea moja kwa moja mpaka pale ambako bidada alikuwa anataka kuangukia siku ya jana, akaenda kuikuta simu. Lakini chati za mwisho ambazo zilikuwa zinaulizia kwamba uko wapi na unaelekea wapi muda huu, alikuwa ni mwanamama Sunja. Kwa bila shaka yote huenda Sunja anahusika sana katika kifo cha bidada. Malaika Dani alikasirika sana, lakini kesho yake ofisini bana, moja kwa moja bidada akana timba hapa. Bidada Runa haamini kabisa macho yake kumwona kwamba bidada eti bado yuko hai. Akamgusa mkono wake na kugundua kwamba alikuwa amefungwa na kamba. Akaona kuwa basi huenda ule muuaji alikuwa sahihi, kwamba bidada alikuwa ametupwa juu ya ghorofa alafu akapotea. Hii kitu inawezekanaje? Kwamba kaka bidada ni kachawi nini? Na kisha baada ya hapo bidada Runa akampigia yule muuaji na kusema kwamba mbona bado bidada anaishi. Lakini haya mazungumzo yote mama mtu alikuwa akiyasikia. Kumbe bana, Sunja hakuagiza mtoto wake aweze kumuua huyu Jian. Mama alishangaa kuona kwamba amezaa shetani, tena bonge la shetani. Wanasema kwamba kadri ulivyo ndivyo ambao wana familia yako itakavyokuepo. Kaka muuaji alikuja mpaka katika kampuni kuja kuhakikisha je bidada bado anaishi au la. Alipofika akashangaa na msalimia bidada na bidada yuko kawaida kana kwamba amesahau kila kitu kilichoweza kutokea siku ya jana. Akafurahi kweli kaka muuaji. Na kumbe bana, ukweli uko hivi, yule kiongozi mkuu wa malaika alimtembelea bidada Jian na kuweza kumfuta kumbukumbu zake zote ili asiweze kukumbuka kabisa kwamba aliweza kukutana na malaika siku ya jana. Mwamba Malaika Dani bado ana hofu sana na bidada, akawa anamwambia kuwa hutakiwi kabisa kuja ofisini unajua, ila basi unajilazimisha tu, sio sawa. Lakini bidada akawa anamwambia Mwamba, bwana hisi kama vile kuna kitu kimeweza kutokea kwenye maisha yangu ila sikikumbuki ni kitu gani hicho. Mwamba akamtia moyo na kumwambia kwamba hakuna kitu ambacho kimeweza kutokea. Basi bidada akaanza kujiandaa taratibu kuingia katika mazoezi. Ila Mwamba upande wa pili akamfuata Sunja na kumwambia kwamba usijaribu kamwe kumzuru bidada kwa sababu utaingia katika game ambayo hutoweza kuicheza. Lakini hapo wakati anaongea na mwanamama huyu akaweza kufanikiwa kumuona muuaji, akamfuata kisha akamkunja na kumwambia kwamba ni nani aliyekuagiza wewe uweze kumuua bidada. Lakini ghafla tu akaja wafanyakazi wengine na kusema kwamba mbona huyu jamaa tulikuwa naye siku nzima ya jana na tulikuwa naye tukifanya naye kazi hakuweza kutoka hata kidogo. Lakini Mwamba akasema kwamba huyu jamaa alikuwa ametoka. Akasema hapana, hakuweza kutoka jana siku nzima. Na jamaa akajifanya na sura ya upole sana ili kumdanganya huyu Mwamba. Na baada ya Mwamba tu kuweza kuondoka, basi sura yake harisia ya mbuzi ikaweza kujionesha. Lakini wakati Mwamba anaendelea naye kutembea tembea huku, bidada Runa akawa amemvuta, na hii kitu kumbe Malaika Dani alikuwa ameweza kuishuhudia full kabisa. Tena akamwambia Mwamba, fanya kama tulivyokuelekeza, kama ni kumuua hakikisha unamuua. Lakini ule muda bidada amewasha gari yake na kuanza kuondoka katika maeneo haya. Ghafla tu Mwamba Malaika Dani akajitokeza mbele ya gari na bidada akawa amesimamisha. Akamuuliza bidada kwamba ni kwa nini unataka kumuua bidada Jian. Unadhani jibu la swali hili litakuwa ni lipi? Okay guys, ni watangazia habari njema, ni kwamba endapo mtandao ukawa umezimwa ama ukawakosa huduma ya internet kwa siku hizi kadhaa, basi ni kusitu kwamba unaweza ukaja inbox na kuomba kitu kinaitwa PVP package. PVP package
ni mjumuisho wa movie kama 50 hivi za madj tofauti tofauti kutokea nchini Tanzania, ambapo utapata series lakini pia single movie ndani ya package hii ambayo unaipata kwa shilingi 5,000 tu za Kitanzania. Na endapo itatokea adha ya mtandao kufungwa ama lockdown, kwa maana watu kuzuiliwa kutoka nje na kuendelea na shughuli zao, basi ni muhimu zaidi ukakaa na package hii na kuendelea kufurahia burudani. Ni movie ambazo utakuwa unazitazama bila kuweka bando lolote lile. Basi unachotakiwa kukifanya ni kunicheck inbox kupitia nambari ya simu hiyo ambayo unaweza kuiona chini ya screen yako, sema nahitaji PVP package. Utalipia shilingi 5,000 tu na kutumia movie 50 zikiwemo series pamoja na zile single movie. Asanteni sana, tukutane katika episode ya 7 ya recap yetu hii hapa.